Hapana, hiyo ni uzushi tu. Si juu yani au wanakuogopa au vipi? Ndio hapo sasa swali linakuja. Sababu muonekano wangu kwanza unafaa kuwa star. Yes. Muonekano. Yep. Maana shape yangu yani jinsi tu nilivyo tu. Yani kama mwanamke ambaye nikiigiza napaswa kupendeza. Hapana, inatokea na gisi mtu alivyo. Kwanza mimi kama mimi siwezi kupendana na mwanamuziki. I can't. Why? I don't know why, but ni kitu ambacho hakijawahi kunitokea. So wale nawapenda sababu ni wa star. Alafu wanajua seti ila hatuwezi kuwa kimahusiano na mapenzi. Bana, mambo vipi? Upo vipi? Ni Mr. T Tambo tena, mtangazaji wako mahiri sana kwenye kipindi cha Kitaa, na siku ya leo nimeweza kuangukia maeneo fulani amazing. Nimekuja kupiga story mbili tatu na kule nyuma nimemwona mwigizaji mmoja anaitwa La Princess. Nataka tuchonge naye. Kama kawaida usikose kusubscribe channel yetu ya Yangu TV. Panakuja alama kengele, bonyeza hapo ili wa kwanza kuwa napata notification mbili tatu za sport pamoja na football. Yes, football pamoja na samani jamani, pamoja na music. Mambo vipi Princess? Inakuaje? Karibu kwanza tupige story mbili tatu hapa. Unajua nini? Yaani nina furaha sana kukutana na wewe siku ya leo yani. Asante. Unafanyaje tena kwenye huu mtaa sasa? Hapana, nilikuwa naelekea town na kuna program hapa chini. Bana, katika talent zote katika sanaa ya nyumbani mimi nakujua kama mwigizaji. Hebu tuambie ni sifa gani ambayo iliyosababisha wewe unaingia katika masuala ya uigizaji? Sifa kwanza. Sababu muonekano wangu kwanza unafaa kuwa star. Yes. Muonekano. Yep. Shape yangu. Bana, unanitesa yani. Kabisa yani. Yani kama mwanamke ambaye nikiigiza napaswa kupendeza. Yep. Na ni movie gani ambayo kwanza umeshaifanya kali kubwa na ukaikubali kusema kwamba hii kazi ni ndo kazi ya kwanza Burundi na hakuna mwanamke mwingine atakuja kuigiza kama mimi? Kweli kuna mambo ambayo nilioifanya ila kwa sasa naona haijatoka. Ila itakapotoka nadhani kila mtu atapenda sana. Inaitwaje hiyo movie? Sacrifice. Yep. Swali la kizushi, nasikia unatoka na msanii wa Buja Flavor, ni kweli? Mimi? Yeah. Jamani. Sijui kama ni nani yule nani mwimbaji wa music. Hapana, hiyo ni uzushi tu. Si juu yani au wanakuogopa au vipi? Ndio hapo sasa swali linakuja. Kwa sababu nilivyosikia, unajua nikifuata sana tasnia ya filamu haswa nikienda kwa upande wa Tanzania unakuta labda wakina Wema Sepetu, wanti Ezekiel wanatoka sana na watu wa Bongo Flavor. Labda hapa kwa Burundi sijui Buja Movie na Buja Flavor iko vipi? Mnaogopana vile au? Hapana, inatokea na gisi mtu alivyo. Kwanza mimi kama mimi siwezi kupendana na mwanamuziki. Kwa nini? I can't. Why? I don't know why, but kitu ambacho hakijawahi kunitokea. So lakini kitokea Fizo labda au Sat-B inaweza ikaja. Wale nawapenda sababu ni wa star. Alafu wanajua seti ila hatuwezi kuwa kimahusiano na mapenzi. Si ndio pale swali, kwa nini? Unajua kila mtu anagisi alivyo. Yeah. Na kwa upande wa Buja Movie sasa? Star Buja Movie? Yeah. Hata yeye pia siwezi kutoka nayo. Yaani mimi je mtangazaji. Kakangu bwana. Vizuri sana. Bana, mimi nikiwa ni sana nikiwa katika kipindi changu cha Kitaa huwa napenda kuzungumza na talenti za watu. Unajua mtu kugundua kama ana talent ya uigizaji, kuna vile vitu ambavyo anakutana navyo labda. Sijui wewe ulikutanana haswa na yani ulijuaje, labda ulikuja kugunduaje kama na kile kipaji wakati ulikuwa uko mdogo uko pamoja na watoto wenzako? Kwa kweli mimi kwanza nilipenda sana kabla sijaanza kuigiza. Nasikia. Ndio. Kuna wakati mmoja nakumbuka waigizaji wa Tanzania wale kufika huko aliigizaga movie moja inaitwa Chupa Nyeusi. The Game of Love. Jeff. Jamaa Jeff, yeah. Sasa tulipokuja nikamfuata tu na wengine kumuona, kaambia wewe dada, mbona unafaa kuwa star? Hebu igiza. Yeye ndo alikwambia? Yes. Nilipoigiza kanaambia naambia kweli hivyo sio mwigizaji. Hapana, yani sio hata kuigiza. Akamwambia basi unafaa. Anikavipenda nikajisikia kwa msanii. Inamaanisha kwamba aliona muonekano wako vile ulivyo akasema kwamba huyu sister yani anastahili kuwa star.
Kwanza muonekano na pili kujua. Sababu unajua ya inamaanisha kwamba kwa sasa una miaka mingapi kwenye game? Nimekawia 12, 13. Na aswa katika miaka miwili ya mbele nikisema kwamba tuko mwaka 2020. Kwa hiyo hadi kufika mwaka wa 2022 unatarajia uwe mtu gani katika uigizaji wako? Ukweli ni basi tu mambo ya maingiliano sababu ya makorona nini, ila nilikuwa napenda kuwa tofauti na vile watu walikuwa wanifahamu mwaka jana mwaka juzi. Na ukizungumzia ile movie ambayo labda inataka kuachiliwa, kwa hiyo unaona ikija kuachiliwa itainua level gani kwako katika hali ya ustaa tena nyumbani hapa Burundi? Ukweli kwanza mavugumgani mu Burundi ngumuntu abateye intambwe. Kuna kile kitu unafanyaga kinakufa kuwa star kuliko gisi ulikuwa star mwaka jana. Kabisa. Yes. Nadhani kitoka itanitoa na takuwa star zaidi. Na ina mafunzo gani haswa ulioicheza mle, labda kufunza jamii na kufunza walio nyuma yako, wasichana wengine labda unaweza kusema kwamba mimi natamani kesho nije kuwa kama la princess. Kwa hiyo ina mafunzo gani? Au wewe ulitoa mafunzo gani? Kwanza ilikuwa ni kusikana na matatizo na kugaa msituni. Juu kuna baadhi ya wanafunzi watokaga wanaenda kutembea kama mavakansi huko. Sasa tunagaa matatizo kama hayo msituni. Sasa kuna msituni hatufai kuingia tu kiolela hivi tu kuingia. Na mle walifunza kuhusu uaminifu wa mapenzi. Mimi nilikuwa kama mwenye kuharibu penzi la watu. Alafu na ule mwanaume hakuweza kujicontrol. Sawa, nikizungumzia hapo unajua masuala ya mapenzi ni kitu ambacho kinasumbua baadhi ya wasichana wengi kuingia labda kwenye relation ambazo sio za kwao, wanaziforce. Kwa hiyo kama vile ulivyotoa hiyo shauri, wewe ukaweza kushauri hivyo vitu. Je, ukitazama katika maisha ya kawaida, je, hivyo vitu vipo? Yes. Na unaweza kuwashauria nini wadada hao sasa? Kwanza katika mapenzi mtu apaswa kuwa mwaminifu. Kwanza yule ambaye unayempenda muone kama anafaa kuliko watu wote. Ikiwa ni mwanamke muone kama mwanamke wako ni mzuri sana. Na ikiwa ni mwanaume muone kama mwanaume wako ni bora kuliko wanaume wote. Kabisa. Ila sasa kwa leo mapenzi yako hivi. Kwa hiyo wanakuwa wanalenga nini hasa? Je, ni mapenzi? Kabisa. Na je, kwa wanaume wale ambao sio jua kujikontrol nao? Na sasa hivi wanaume wa hivi sababu maisha yameshakuwa magumu, wako tayari kupendana hata na mama watu wazima sababu ya pesa, sababu ya maisha. Wao ndio wanaitwa sugar mami. Yes. Na vipi sasa labda unajua la princess kwa sasa umejenga jina kubwa na jina lako limeshakuwa gumzo kwa sababu tukirudi nyuma kidogo kuna video ambayo imetrend kwenye mitandao ya kijamii, kuna maneno fulani ambayo ulikuwa ukiongelea pale. Kwa hiyo ni kusema kwamba ile ni kiasi kikubwa ambacho kiweza kupandisha jina. Je, unaona Kiki ina nafasi kubwa kweli? Ukweli kusikana na ile video. Yani video imetrend sana mno. Yani sikuwa tunategemeana hakuna hata movie yangu yenye shaga tena kama ile video. Hapo kitu kadogo tukashuti movie kwa dakika 20. Kana hit mpaka na watu wanakubali mitaani nini. Watu wako ulali. Jolie ulifanya nini? Ni wamba yes ni mimi. Yani nilipenda sana. Na kwa nini sasa Burundi Kiki ni kitu ambacho Burundi hakipo? Kwa sababu Tanzania utakuja kusikia Gigimani sijui kafanyaje, sijui huyu kafanyaje, lakini Burundi huku ni vichache sana kwenye buja movie yenu ili tuje kupata makikiki hivi. Au hamtaki kutoka? Kwanza Tanzania wana mitandao mingi ya TV mashine. Na TV online alafu wenyewe wana support sana kazi za wasanii wao. Wako tayari wanifuata hata nyumbani, wanakuja wanifuata huko wapi, yani wanakufuata. Wanakutana wamesikia tu princess yuko mapata ya fulani. Tukamvumbue. Yani ile kwanza ni chata. Sababu tutapokuvumbua watu ambao wanafuatilia ile channel watakuona. Sasa hapa Burundi sio hivyo. Inamaanisha Indudi TV. Sina hela ya taxi, hautanifuata home. Mwanamke ambaye shafika kitu cha hivi Nancy tena mara pili. Mpaka nyumbani akapiga hodi. Akaifasha TV kwa. Amekuvumbua. Lakini mimi nakumbuka hivyo vitu vilianza, lakini watu watangazaji wanaanza kupigwa makofi mwanangu. Hapana. Watangazaji wanapigwa makofi kabisa papa. Ngumi wanamfukuza mtangazaji. Yeye mtangazaji wanamnyanyua wanamtupa hadi nje. Ina maana sasa
nakwambia kama Burundi atujendelea kusi sana wala kusio kazi. Mbona Tanzania na guest wanakukuta? Kweli. Kabisa. Hapa Burundi lakini Burundi kitazama mambo ya watangazaji labda kumvumbua mtu guest havijawahi kuwa. Lakini kuna wasanii ambao wanaingia guest. Lakini kwa sasa hivi naona Burundi kwanza kuendelea kidogo. Ila hatutakuwa kama Tanzania. Kabisa. Bwana, kuna kitu ambacho ulizungumza hapa kwa sababu corona sijui. Sasa after corona umejipangaje? Kwa sababu sasa hizi kiwanja cha ndege tayari kipo wazi. Sijui borders moja wameshaanza kufungua. Kwa hiyo unajipangaje kutokeana na kuinua industry ya filamu nchini Burundi? Unajua nini? Mimi kujipanga kwangu. Kwanza mtu kwanza awe na afya njema. Mimi naweza kuwa nimepanga movie labda nataka kuigiza na Mr. Gabo sababu nampenda sana. Gabo jamaa Tanzania Gabo Zigamba. Kwa nini Chu? Kwa nini Mugisha? Unajua nataka kuwa na level kujulikana zaidi. Igiza na mtu ambaye ashajulikana zaidi. Kweli. Na vipi? Unaona kabisa utakuja kutoboa kimataifa baada ya mwaka mmoja? Kimataifa, Kenya wakujue, Rwanda wakujue, sijui Uganda wakujue, kwa mwaka mmoja. Ni moyo na bidii na kuwa na pesa fulani. Na ina maana project yako kwa sasa ambao unaiandaa kufanya na labda Gabo, kwa sababu nikuiza after corona unapanga nini? Umeniambia unatamani sana Gabo. Je, ushagawahi kuzungumza na Gabo, kapiga naye story 2 3 au? Kwa hiyo mpango uko vipi sasa? Na Koko tunamfahamu. Na Koko anaye kuigiza na Wema Sepetu. Mr. Koko wa Tanzania. Koko Bianco kama Koko Bianco. Koko Bianco namfahamu. Rafiki yangu sana. Princess. Yaani subiri boda. Corona iishe wafungue boda. Tufanye kazi. Bwana huyo ni la Princess anakuambia kwamba yeye kwa sasa anakuja kitofauti. Baada ya miaka 2 anatamani sana jina lake lifike mbali. Na yote linawezekana. Kuna filamu yake moja ambayo anataka kuiachia inaitwa Sacrifice. Bwana tupo kwenye mtaa, tumeona mwenzie star wetu amependeza leo kinoma, inakuwa ni shida sana. Bwana niambie mwanamke ambaye unamkubali sana East Africa, muigizaji. Kwa Burundi. East Africa nzima ni unatamani uje kuonana naye. Wema Sepetu. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kukaa na kuzungumza na Wema Sepetu, kitu gani cha kwanza unaweza kumwambia? Cha kwanza naweza kumuomba tuigize na hata filamu 2 au 3. 2 au 3. Yaani nilikwambia huku nyuma kuigiza na mtu ambaye shakuwa na level ya juu na utakuwa leo na level ya juu kabisa yani. Na vipi? Kwa sababu kuna kitu ambacho labda tusikifiche kutokana na uwezo wa kutengeneza movie Burundi bado uwezo upo chini. Kwa hiyo umejipangaje na labda ni msaada gani ambao unaweza kaomba ili kwamba uweze kufika mbali kindoto? Watu wengi kitu cha kuhusu sana hawajakuwa nacho sana. Nasikia bado tungaliki chini kidogo sawa. Ndio. Ila mimi nikiujaliwa aidha nikiweza kupata nafasi ya kuongea na Rais wetu. Na naweza kumuomba tu anisaidie gisi ya kuinua sana. Basi fanya kama vile unazungumza naye alafu zungumza lugha ya taifa. Mimi nakupisha kidogo. Muombe Rais. Yuko mbele yako unamuomba sasa Rais. Muombe msaada bwana. Kwa Kirundi ndio, yeye anakuona saizi ya. Ndio utaongea angalia kamera. Unaongea kaka. Nitwa Muzira Nkoni Jolie Princess. Nkaba ndumukinyi w'amareresi mu Burundi. Nagira sabe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, umuvyeyi w'abarundi n'abarundikazi. Uwimana yaduhezagije muri kino kiringo ko yodufasha kugira akore igishoboka cyose. Abantu bakina amareresi mu Burundi dushobore gushika kure nkuko mu bindi bihugu bameze. Tanzania bageze kure, Kenya bageze kure, Nigeria bageze kure. Natwe abana bawe mukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi turifuza kumera nkabo. Murakoze cyane. Yes, bana nashukuru sana. Bana tulikuwa kwenye kipindi chetu cha Kitaa hapa, tulikuwa na Princess. Huyu ni ujumbe wake ambao anauomba kwa Mheshimiwa Rais kwa sababu hawezi kufika mbali na imani kwamba atafika mbali kutokana na kipaji chake cha filamu. Bana nashukuru sana kwa kunipa muda yani. Yaani Mungu akubariki sana yani. Kwa siku nyingine tukikuita Inuni TV na imani tutamit. Hapo nao mtanikuta home. Sawa bali mimi sintokosa kufika kwa sababu tayari umeshaniambia unaweza ukajikuta hata hapo mida ya jioni na kuanguka na kamera yani. Yaani niko free kabisa wote simu home vumbua poa yani sawa. Kwa sehemu yoyote unanivumbua. Alafu nikija kukufumbua na shemeji itakuwaje? It's okay sababu najua mashangu yangu. Sawa basi. Shemeji yangu saizi ukata Burundi. Yuko Burundi. Yuko wapi? Yuko bwana wa Burundi.
Yes, hiyo ni la princess bana. Asante sana ndugu yangu, mimi nashukuru sana ya. Ni mimi Mr. T tena kama kawaida. Usikose kutuita wakati mtafanya uzinduzi wa filamu yenu ya Sacrifice, tuweze kufika ya. Ni kitu muhimu sana. Asante. Basi acha mchana mwema. Nashukuru sana. Hey, kama nakufanya lile nyuma kamera ninaye mkalo wangu Mr. King Marcele, ni Mr. MRT mbele ya kamera, ajikuletea kipindi cha Kitaa nyuma kamera. King Marcele, bana leo nimekuja na text. Na nitakuwa tena nirudi na text kama kawaida kama dawa. Yes I.